shua ni ya umanyi wapi Stella. My name is Stella and I'm so happy for today. I thank God for this day I've been praying for, and I thank God for it. As we are going to do this introduction, let God be with us and guide us in everything, and we pray that the other day will be big and happy. Let us all enjoy. Welcome. Nimewaletea mgeni Isaac ndiye wangu, atuliza mtima wangu. Nimemchagua awe wangu wa maishani. Ashazi yangu mama mapenzi, mama Alice na baba Morisi. Nitarehera mteta wenu manyeni. Isaac ndiye tagulo langu maishani. Katera kishua, katera kishua. Isaac na Stella rero manana. Inapendeza sana jamani, wapi vigelegele kwao? Amini ya kwamba jamii imejaa upendo, imejaa utu na wamejitayarisha kitu polepole. Na Filemon wamefurahia sana. Twendeni tu polepole. Hata baba yako Safari Nyanje atupo naye. Haya, tunaamini ameridhia. Kwanza nimshukuru Mungu. Brother, ningeomba kwa heshima uweze kusimama polepole. Isaac, tafadhali naomba uweze kusimama polepole na yule msaidizi wako. Simame hapo kwa red carpet. Achani kupeana leakage. Nimemchagua awe wangu wa maisha. Jamani, inapendeza ipendezi? Haya. Brother Isaac. Haya. Hapa sasa ndio kuna kazi nyuma. Hapa ndio kwenye kazi jamani. Isaac. Jamani. Haya, ukichagua mwingine. Toka hii. Usifungue hapo bro. Kaa mbali, kama kuna drone hapo juu. Mwingine kwenda zake ukisi. Haya. Ziba waves. Hapa tunaziba waves. Nipateni nafasi hapa tafadhali. Pateni nafasi hapa. DJ kidogo. Naomba tutoke hapa nipate na nzuri ya waves pale jamani. DJ kidogo zuia tu. Bro. Zuia tafadhali. Brother. Nataka nikupatie last chance. Tusonge nyuma wale ambao tuko na simu pale. Tusonge nyuma tafadhali. Una uhakika na uamuzi wako bro? Ama ile kajama uko nayo? Nakupatia chance bro. One more chance. Fanya decision yako vizuri ama ulete kajama. Bro, make your decision. Najua tuko na simu nzuri lakini naomba kidogo tusonge nyuma tuwapatie nafasi hawa ambao wanachukua picha vizuri. Make your decision. DJ nipatie wimbo. Kwa dakika moja nyingine. Zunguka bro. Mimi nakupatia nafasi usianze kusema wapi Stella na wapi Isaac. Wamependezana sana. Haya. Aston Hare. Nimshukuru Mungu wangu kwa kunipa uzima. We. Siku ya leo familia yangu
Usichungulie. Hakuna kuchungulia bro. Haya. Kidogo DJ. Zuia kidogo DJ. Jamani, inapendeza sana. Shughuli tunayo hatuna. Wale wazee wanataka kuona hapa ili sasa atoe kajama roho safi. Tupatie nafasi wale wazee waone. Toa kajama roho safi bro. Tuonyeshe ni upi. Una hakika? Una hakika? Una hakika bro? Mimi unajua nakutetea wewe. Umeshika nie? Asante sana, inapendeza jamani. She is the one. Naomba brother Isaac uende ukae pale kwa hii tent pamoja na msimamizi. Hawa tuwapatie dakika 2 tu peke yake. Stella. Jamani, wapi vigelegele kwao jamani? Haya. 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 Jamani, wapi vigelegele? Wamependeza sana. Halafu kwa wale ambao watakuwa wanachukua video kupitia simu, hakikisha unatumia Samsung ama iPhone. Apart from that, hatutaruhusu tafadhali. Wapi vigelegele ya Stella jamani? Songe tupatie nafasi Stella vizuri jamani. Sisi wengine tusonge songe. Hiyo wameweza kufika kusherehekea pamoja na dada yetu Stella. Asanteni sana jamani. Songa nyuma sasa ambao tuko na. Songa sasa pole pole. Twende. Twende. Best lady, nitakupatia time yako. Tulia. Aha. 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 Tumsaidie tu. Wale ambao wanapiga picha na simu, tusonge nyuma tafadhali. Tusonge nyuma. Best lady, tusonge sasa. Twende. Twende.
tuanguke nayo. Subiri tu kidogo. Subiri tu kidogo. Tena pole pole. Ngoja tule timing vizuri. Twende sasa jamani. Twende. Nataka tucheze sote kwa pamoja jamani. Twende. Tuanguke na. Jamani wapi kelele? Asanteni sana. Wapi makofi mazuri ya Stella jamani? Haya. Chukua nafasi pale, alafu niweze kusimamisha mwana jamii ambaye ataweza kuleta pambano la karibu, lakini kabla yeye nitamsimamisha mchungaji aweze kutuombea. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame tafadhali, tumheshimu Mungu wetu, tuweze kusimama kila mahali tulipo, tusimame. Najua muda umeenda, lakini haya tunayo yafanya hapa pia ni mazuri. Wacha tuinamishe vichwa vyetu. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu Baba, Muumba wetu na Bwana wetu. Asante kwa ajili ya siku ya leo, siku nzuri ambayo Bwana umeifanya. Asante pia kwa ajili ya mchana huu. Asante pia hata kwa ajili ya shughuli ambazo tuko nazo, ni shughuli nzuri, shughuli za kupendeza. Mungu wetu na Bwana wetu, tunajikabidhi mikononi mwako majira na wakati huu tunapoingia katika shughuli nzima hii ya kutambulishanaji na uchumba. Tunakuomba Bwana ukazidi kuwa pamoja nasi, ukatusaidie kila mpango na mpangilio ambao Bwana tutakuwa nao, kaweze kuleta Bwana mpango mzuri na kufaulu kuzuri. Simama nasi utusaidie, manake bila wewe sisi hatutaweza jambo lolote. Tutangulie katika kila hali kwa sababu wewe ndiwe Mungu wetu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Tuketi. Asante, tupige makofi mazuri mchungaji. Tupige makofi mazuri jamani mchungaji. Shughuli tunayo hatuna? Wapi vigelegele jamani? Kwa heshima ningeomba mniruhusu niweze kumsimamisha mwana jamii ambaye Chadi ataweza kuzungumza. Wenyewe wakiangaliana, hata wamepewa interview hapa. Lakini sasa ikasemekana sijui ni marashi sijui nini. Pengine alikugusia. Upendo ni kama huo. Na hata hao wanaokuja tuige tuone venye naenda. Nafikiri kila mmoja ana raha sana kabisa. Na hii ndio hali hivyo. Ukijitunza utapata na wewe ila ukutunza vizuri. Lengine kati ya hao wageni, ikiwa ni baba ukipatwa na haja yoyote, nyuma ya hiyo fence huko kuna mahala pa kujisaidia. Ikiwa ni mama, mkono wangu wa kushoto huko, hapo kuna maskani hapo, unaweza ukajisaidia. Usipatwe na kitu ikawa kama ambaye hupendwi ama wateseka. Kwa hiyo machache, Mungu awabariki. Asante, tupige makofi mazuri jamani. Tupige makofi mazuri jamani. Nataka tufanye jambo moja kwa haraka sana, halafu nimsimamishe mtumishi wa Mungu aweze kuombea hawa ndugu zangu, Mungu aweze kuwasaidia katika safari yao. Na baada ya hapo cake matron, naomba uweze kujitayarisha tafadhali. Naomba uweze kujitayarisha. Lakini kabla ya hapo, hii jamii imeshafahamiana ama imeshajuana na yule ambaye ama na wale ambao siku hii ya leo walikuwa wanatambulishwa kwa jamii. Lakini kwa sababu sisi sote tumefika ili tuweze kushuhudia, nitamruhusu Stella. Kwa heshima Stella, naomba polepole uweze kufika hapa mbele, uweze kumsimamisha yule mchumba wako ili sasa sisi sote wengine tuweze kumfahamu. Karibu sana. Atawaombea, atawapatia wasia wa neno, na baada ya hapo tukate keki na tuzidi kubarikiwa. Amen. Karibu sana Stella. Habari zenu tena. Bwana Yesu asifiwe. Shikamooni. Sasa leo nina furaha sana kuwaona hapa. Mimi niliwaita na nyinyi mmeitikia wito wangu. Asanteni sana.
Sababu ya kuwaita hapa ilikuwa ni kuwatambulisha mchumba wangu ambaye atakuwa ni mume wangu mtarajiwa. So nitamsimamisha muweze kumjua. So nitampatia dogo aseme jina yake na mwenzake pia aseme jina lake, alafu mimi leo nina furaha kubwa kuweza kufika kwa boma hii. Nashukuru sana kwa kuweza kunikaribisha kwa moyo mkunjufu. Kwa majina naitwa Isaac Moranga, nimetokea upande wa Kisii, mahali inaitwa Nyamaji. Asanteni sana. Mungu awabariki. Amen. Hivyo vigelegele havitoshi jamani. Mimi si mgeni huku, naitwa Alan Faraji, natoka hapa kwa Jogolo Ranguku. Lakini leo ni kwa upande huu wa Kisii kidogo. Tumefurahi sana kukaribishwa hapa. Isaac ni rafiki yangu na ni colleague tunafanya naye. Kwa muda mchache wenye nimemjua Isaac, msiwe na wasiwasi na msichana wenu. Hapa amefika. Vigelegele. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu nyote katika jina. Amen. Mimi najulikana kama Regina ya ama Regina Miki. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Niko hapa kwa ajili ya kumpea support rafiki yangu. Hii siku ambayo tulikuwa tunaitarajia na sasa imefika. Kwa hivyo pekeeni sote. Amen. Yes. Tuwapigie makofi mazuri jamani. Tuwapigie makofi mazuri. Tuongeze makofi mazuri jamani. Isaac ameweza kuambatana na ndugu zake pamoja na rafiki zake, lakini the most important part ilikuwa ni Stella aweze kutujulisha yule ambaye alipanga ama ametuletea siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo ningeomba mniruhusu niweze kumsimamisha mchungaji. Tupige makofi mazuri. Piga makofi mazuri jamani. Mchungaji anapofika ili awaombee hawa, halafu wakati akimaliza kuombea nitamruhusu cake matron. Cake matron tukate keki kwa pamoja, halafu tuweze kuchangamana sasa, tujuane vizuri. Na manyaha nangine ambao mazire kamuna talume mutafute chumba ha kalona malawende kisiza Stella na fasiha. Alafu sisi na asweka huma zuzubule funda cheki kuko furihisi. Karibu sana mtumishi wangu. Photographer. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu Kristo. Nashukuru Mungu pia kwa kuwa mahali hapa, kwa kualikwa katika mji huu. Naomba tupate neno kwa ufupi, alafu tufanye yale ambayo pia tutayafanya kwa pendwa hawa ambao wamechukua uamuzi mzuri. Wacha tuombe kwa ajili ya neno. Na kushukuru Mwenyezi Mungu Baba kwa neema hii ambayo Bwana ametuajalia. Asante kwa uhai, asante kwa afya, asante kwa ajili ya siku mpya. Asante Bwana kwa ajili ya zawadi ya siku. Tunapoenda kusikia mahusia kutoka kwako, wacha ukatusaidie kupitia Roho aliyetupa, akatuamshe upya ili tukainuliwe kwa Yesu Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka ufungue simu yako katika kitabu cha kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa kwanza. Pale anasema hapo mwanzo Mungu alizifanya mbingu na nchi. Alipomaliza kuzifanya mbingu na nchi, akaenda
endelea kufanya kazi ingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana alipomaliza akaziona zimebaki ukiwa hazina kitu, akasonga katika hatua ingine. Bwana akatengeneza nuru, na alipokamilisha kutengeneza nuru, alipoona kumekuwa na mwangaza vizuri, akasema hiyo ni vizuri. In the English Bible he quotes, he says, and it was good. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaendelea na hatua ingine, maana maji yalikuwa yameshikana kutoka juu pamoja na chini kote. Bwana akasema, wacha zitawanyike, ili juu kuwe juu na chini kuwe chini. Maji yakawachana. Yalipowachana yale maji kutoka huko juu na huko chini, ikampendeza Bwana. Akasema hivyo ni vizuri. Tena katika uumbaji akaendelea, maji yakawa yametapakaa katika uso mzima wa ardhi. Akasema hapana, haya maji yatawanyike, mengine yashikane upande ule, mengine yashikane upande ule, yawache nchi kavu. Kwa hivyo maji yakafanya hivyo. Katika kuumba kwake alikuwa anaumba kwa kuzungumza, ama kwa kutamka, ama kwa kuamuru, na mambo yakawa yanafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipomaliza mambo haya, akaangalia akasema, na hivyo ni vizuri. It is good. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasonga tena, akasema sasa wacha kule sehemu ambayo imekuwa wacha kutokea mimea ya kila aina ambayo inatoa mbegu, ambayo inatoa na yote ya matunda. Basi ikawa hivyo. Na alipoona katika miche imetoka na ardhi imekuwa safi, imekuwa nzuri, akasema and that is good. Katika mabwawa ama katika bahari, akasema basi kufanyike kila aina ya wanyama wa ndani ya maji, wa ardhini, wote wale wanyama wakatokezea. Na ikawa nchi nzuri, kukawa hali nzuri. Remarks za Mungu, akasema hiyo ni nzuri. And it was good. So whatever he created, kila kitu ambacho alitengeneza, kila kitu ambacho aliumba, remark ya Mungu alipofikia mwisho, alisema na hiyo ni nzuri, na hiyo inapendeza, na hiyo inafaa. Kwa hivyo Bwana hakuumba kitu ambacho hakikuwa kizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipofanya shughuli zile zote alizomaliza, alipokamilisha, ikawa ni kama ametengeneza shamba zuri, ametengeneza garden nzuri, ambayo sasa ile garden katika hali ya uzuri wake ilikuwa haina mtunzaji. Akutuliza tu katika kitabu hicho tu, mlango aidha ni wa kwanza na wa pili hapo hapo. Alipoona haina mtunzaji, basi Bwana akamfanya mtu, akamfanya mtunzaji, akamtengeneza mtunzaji ili atunze shamba lile. Akampatia mawaidha, akampatia masharti, akampatia sheria, ili kwamba shamba lile litunzwe katika hali nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. So akapewa charge kwamba tengeneza hivi, angalia hivi, kila kitu kiwe sawa, ikiwa hivi iko hivi. Akaelezwa kila jambo, kawako sawa. Akawa anafanya zile shughuli zake zote yule bwana Adamu, katika shughuli ambazo ameelekezwa kuzifanya. Tapofika jioni, Bwana akawa anashuka kukutana naye. Lakini Bwana akaangalia ile it was good ambayo alikuwa anaisema katika wakati ule wote alipokuwa akifanya vitu. Lakini kila jioni alipokuwa akishuka kumwangalia Adamu, akaona there was something that was missing. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaona kuna kitu ambacho si good kama kile ambacho alikuwa anaona. Maana baada ya mwisho wa siku alikuwa akishuka, labda anamuona Adamu hali ya upweke, hali ya kukunjana, hali ya kuchoka, hali ya kwamba hana mtu yeyote ambao anaweza kubadilishana mawazo. Akasema hapana, this is not good. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Akasema hili jambo hapana. Hili jambo nitaliangalilia njia. That is Genesis chapter number 2 now. Akasema hapana, huyu Adamu nitamfanyia msaidizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye, ili wawe wanaweza kuongea, ili wao wanaweza kubadilishana mawazo, ili wao wanaweza kuhimizana na hata kusaidiana kwa ajili ya hii task ambayo nimempatia Adamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo akamfanyia msaidizi kama kitabu kinasema. Sababu gani alimuona katika hali ambayo haiko sawa? Sababu gani alimuona katika hali ya upweke? Sababu gani alimuona katika hali ngumu? Ndipo kitabu cha Mhubiri kinatueleza. Katika kitabu cha Mhubiri mlango wa 4 mstari wa 9 hadi wa 12. Ningetamani sana kama mtu angekuwa na hiyo hadi amefika asome. Najua nyinyi ni watu wa simu haraka haraka. Ningetamani sana mtu asome hiyo sehemu. Simama pale huko usome tu.
takusikia. Kwani simu zenu hazina Biblia? Biblia ya Kiswahili. Umefika? Asome. Kitabu gani? Kitabu gani? Mlango wa 4 mstari wa 9 hadi 12. Ndipo tujue anaposema anamtafutia msaidizi anayefaa anamaanisha nini. Alipomwona katika hali ya kwamba hayuko sawa, aliona nini? Aliona nini Mungu ambapo ilikuwa hakuna? Yes. Biblia inasema afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ajira njema kwa kazi yao. Kwa maana wakianguka mmoja wao atamuinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake angukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Tena wawili wakilala pamoja, hapo watapata moto. Lakini mmoja aliye peke yake tu awezaje kuona moto? Hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watapinga, wala kamba ya nyuzi 3 haikatiki upesi. Asante. That is the suitability the Lord was talking about. Hiyo ndio ile ambayo alikuwa anasema nitamtafutia msaidizi. Ndio hiyo alikuwa anamaanisha. Suitable in the sense that 2 are better than 1. Wakiwa wawili ni heri kuliko mmoja. Hata wanaweza kufanya kazi kubwa wakiwa wawili kuliko vile mmoja anaweza kufanya. Anasema hata mmoja akianguka mwingine anaweza akamuinua. Ana Yesu asifiwe sana. Tena anasema kwamba hata wakikuwa pamoja katika wawili watapeanana na joto. Sasa hizi vitu paka upanue akili, paka ufungue akili ikuwe kubwa, upate kujua anazungumza mambo gani. Ukiifunga akili utapata mambo ambayo sio. Anasema mmoja hawezi kujipatia joto, lakini wakiwa wawili ataweza kumpatia joto mwingine. Mmoja hawezi kuzungumza peke yake, wakiwa wawili ataweza kuzungumza na mwingine. Akiwa peke yake hawezi kuwaza vizuri, atasaidiana mawazo na mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. So kile kitu ambacho nataka kusema ni kwamba katika taratibu hii yote, katika mpango huu wote ambao umeendelea, ni mpango ambao katika taratibu ya kiungu kabisa asilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kupenda, katika kuja pamoja, katika kuoana, katika kujuana, huyu ni taratibu ambayo Mungu alikuwa ameipanga wakati wa kiumba hizo mbingu na nchi. Kwamba taratibu yake ilikuwa itakuwa hivi. Si dhambi hivyo ambavyo mmefanya ama hivyo ambavyo mnatarajia kufanya, ni sawa. Ni sawa kabisa vile Mungu ambavyo alipanga tangu mwanzo. Kwa hivyo sisi tunataka kuwapongeza nyinyi kwa sababu kwamba mmeingia katika taratibu ya kiungu, mmeingia katika mpango wa Mungu mzima. Mnaukamilisha mpango ambao Mungu alikuwa nao. Hata kwa wale ambao bado hawana, hivyo ambavyo wanakaa, hivyo ambavyo wanaishi, sio mpango wa Mungu hivyo. Vya kuwa peke yako sio mpango wa Mungu. Anasema ukianguka nani atakuinua? Ukilala utalala na nani? Utakaa utasikia baadaye utasema na nani? Utazungumza na nani? Sasa ukae hapo kama stage, kama kituo, ukiwa unasubiri kuingia katika taratibu ya kiungu. Kwa hivyo Bwana atawajalia, Bwana atawabariki, Bwana atasimama nanyi, kwa sababu ukiingia katika vile Mungu ambavyo amepanga, Bwana hana sababu ya kukosa kukubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mtabarikiwa, mtainuliwa katika kila matamanio ya mioyo yenu. Bwana atawafaulisha kwa sababu mumeamua kuingia katika vile Mungu asili ambavyo alikuwa anasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo pia tunaaji wale wengine ambao bado ama labda wameingia katika mpango wa Mungu katika njia ambazo sizo za giza, kumbe zinahitajika ziwe za wazi na za kufanya vile ambavyo inahitajika. Sitaki kuchukua muda mrefu. Ninaamini kwamba katika tangazo hili na kuweka wazi mambo haya, na wengine wanafurahia nyoyo safi, na kuna wengine wana shida navyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haviwapendezi mioyo yao. Nasema kama ingekuwa mimi ama ingekuwa yule ama ingekuwa nini. Sasa katika hali kama ile, kuliko wafanye bidii pia nao wamuulize Bwana, wanaanza njia ambazo sizo. That is why we want to pray.
Ndio sababu nataka kuwakabidhi nyinyi katika maficho ya Mungu, na kwa sababu ni mpangilio wa Mungu mzima, basi yatimie yale ambayo mmeyakusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. So we shall pray for you. We shall pray together so that the Lord enables. Ili Bwana katika hii safari ambayo mmeianza na kuiweka wazi, Bwana awalinde, Bwana wahifadhi na hatimaye pia aikamilishe. Tuinamishe vichwa. Mwenyezi Mungu Baba, Muumba mbingu na nchi, wewe uliofanya vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, mawazo yetu Baba kwako ya wazi, nia zetu mbele zako Jehova ziwazi. Majira haya na wakati huu Bwana tumelisikia neno lako na mausia yako, yale ambayo yanakupendeza sisi tunapoyafanya pia tumeyasikia. Wapendwa hawa Isaac na Stella, Bwana wangu, wameingia katika taratibu ile ambayo wewe ulianzisha tangu mwanzo. Tunalokuomba ewe Mungu wetu na Bwana wetu, ni kwamba ukasimame na wapendwa hawa, ukatembee nao, uwafinike, walinde. Najua Bwana kutakuwa na maneno mengi na maoni mengi, mawazo mengi, hata na majaribu ambayo hayafai. Lakini kwa sababu wewe ni Mungu uonaye kila jambo na uweza wote uko katika wewe, tunakusihi Bwana ukaweze kusimama nao, ukawatangulie. Tazama Bwana, pia kutakuwa na mahitaji. Naomba Bwana uwapatie afya nzuri. Daima Bwana wakuangalie wewe katika kila kuwaza, wakuangalie katika kila mahali ya mashauri. Ili Bwana jina lako lizidi kuinuliwa. Bariki pia wana jamii ambao watasimama nao. Pia Bwana wapendwa wa kanisa, simama nao, kwa sababu shughuli hiyo pia Bwana itawagusa. Wazunguke na uwawezeshe, kwa sababu wewe ni Mungu. Kwa Yesu Kristo Bwana. Amen. Asanteni, Mungu awabariki sana. Asante, tupige makofi mazuri mchungaji. Asante sana kwa wasia huo wa kimungu. Mwenyezi Mungu pia azidi kukubariki mtumishi. Naomba niweze kumleta cake matron. Cake matron tafadhali, naomba uweze kufika. DJ, utaniwekea kile kibao cha hafla hii. Mimi pia ningeomba niweze kuaga, kwa sababu nimewaambia saa 9 niko na exclusive interview pale Radio Kaya na nafaa kufika Kwale hivi sasa. Kwa hivyo naombea neema na baraka dadangu Stella Hoshaha mweneo akikuzingua nzofa mbili sinofuagiria maunda. Ashasia kwangu tangazini, mtata wenu
Shua shua ni ya Umanyi, wapi Stella na wake Isaac wamependezana sana. Ni siku yenu Aston Hare. Kwanza ni mshukuru Mungu wangu kwa kunipa uzima. Mino Stella nina raha siku ya leo. Familia yangu nimewaletea mgeni, Isaac ndiye wangu atuliza. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye kutayarisha ile keki alichukua muda wake, amechanganya vitu tofauti katika ile keki. Mama Alice na baba Morisi, nitarehera mteta wenu manyeni. Isaac ndiye tagulo langu maishani. Kate kate katera kishua, kate kate katera kishua. Isaac na Stella rero manangala, Isaac na Stella rero manangala. Kate kate katera kishua, kate kate katera kishua. Isaac na Stella rero manangala, Isaac na Stella rero manangala. Pamoja ando kusaidiana na Stella. Joho wanakata keki. Vigelegele jamani. Joho wanakata keki taratibu, ishara ya upendo wao, ishara ya kwamba watatembea pamoja katika hii safari ambayo wanataka kuianza. Safari nzuri, safari nzuri. Melina, Joy, Grace, wapika kama Moses na Philemon wamefurahia sana kwa siku yako. Hata baba yako Safari Nyanje hatupo naye, ila tunaamini ameridhia. Kwanza ni mshukuru Mungu wangu kwa kunipa uzima. Mino Stella nina raha siku ya leo. Familia yangu nimewaletea mgeni, Isaac ndiye wangu atuliza mtima wangu. Nimemchagua awe wangu wa maishani. Ashazi yangu mama mapenzi, mama Alice na baba Morisi, nitarehera mteta wenu manyeni. Isaac ndiye tagulo langu maishani. Kate kate katera kishua, kate kate katera kishua. Isaac na Stella rero manangala, Isaac na Stella rero manangala. Kate kate katera kishua, kate kate katera kishua. Isaac na Stella rero manangala, Isaac na Stella rero manangala. Ando chununie, ando cheku, ando cheku. Mino Stella tarea mjeni, lamu wenu zile naye. Ashazia kwangu tangazimi, mteta wenu manyeni. Mino Isaac na muhenza, nitakulo rangu la moyoni. Mino Isaac na muhenza, nitakulo rangu la moyoni. Mino Stella tarea mjeni, lamu wenu zile naye. Ashazia kwangu tangazimi, mteta wenu manyeni. Mino Isaac na muhenza, nitakulo rangu la moyoni. Mino Isaac na muhenza, nitakulo rangu la moyoni. Mama Agnes Moranga, marafiki wa dhati Diana, Ann na Regina, katika tu katika tu katika tu. Wapi Stella na wake Isaac, acheza utamu vigelegele msabawe. Mino
Nino Stella tareha mjeni la mwenu zile naye Ashazia kwangu tangazimi mtata wenu manyeni Nino Isaka na muhenza nitakulo rangu la moyoni Nino Isaka na muhenza nitakulo rangu la moyoni Nino Stella tareha mjeni la mwenu zile naye Ashazia kwangu tangazimi mtata wenu manyeni Nino Isaka na muhenza nitakulo rangu la moyoni 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 kwa ajili ya shughuli hii ambayo imekuwa nzuri, na tukiombea chakula ambacho pia kimeandaliwa kwa ajili ya shughuli ya siku ya leo, wakati kinapoandaliwa ili Bwana kaweze kukibariki na wasihi tukaweze kufunga macho. Mtakatifu Mungu uishie milele, katika jina la mwanao Yesu Kristo, pokea sifa na utukufu kwa umbali huu umetuleta, umekuwa Ebeneza. Wakati tulipoianza shughuli hii tumeiuliza mikononi mwako, kwa uaminifu wako Jehova umetembea nasi katika kila hatua. Tumeweza kuona uaminifu wako ewe Jehova Mungu uishie milele. Tunasema ni asante kwa sababu Roho wako Mtakatifu ametuhudumia katika kila hatua. Ni jambo ambalo Jehova umelianzisha wewe mwenyewe na imekupendeza siku ya leo watu wako wakaweze kushuhudia mambo mema ambayo Jehova unayaandaa kwa ajili ya vijana hawa. Asante Mungu wa ajabu kwa sababu ya uaminifu wako. Ni dhahiri ya kwamba utaanza nao katika hatua hii ambayo wameianza. Hakika Jehova utatembea nao, utawaepusha na kila hila za mwovu shetani. Ni ombi letu kuu kwako Baba wa mbinguni ya kwamba tutakapoiona sherehe ya kuunganishwa kwao, sifa, heshima na utukufu zitakuwa ni kwako, kwa sababu hakika Baba utakuwa umetenda ya ajabu. Tunakushukuru, tunarudisha mkutano na shughuli ya siku ya leo mikononi mwako. Hata Jehova kwa uaminifu wako kasaidia kila nafsi ambayo imewakilishwa mahali hapa. Utakapofika wakati wa kuondoka, Mungu wetu kapate kutangulia tunavyo vyombo ambavyo vitatumiwa kuelekea sehemu mbalimbali. Ulinzi wako Jehova kapate kuwa juu ya watu wako, wasafirishe vyema unapowafikisha katika mahali ulipowatoa katika hali ya usalama. Wanapoiona amani na furaha yako Jehova, jina lako litazidi kuinuliwa. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu tumikia. Asante Jehova, maana kuyatenda haya yote, maana kutenda na kutimiza ndizo ahadi zako. Na ni kwa Yesu Kristo tumeomba na kufunga na kubariki riziki. Amen. Asante mama. Naona kipindi changu kimeisha. MC wetu ametuacha, lakini kunacho chakula ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya siku ya leo. Naona kila mmoja yuko huru kwa ajili ya kukaribishwa kwa chakula. Mungu awabariki. Karibishwa vizuri. Tumekuwa na nyinyi tangu asubuhi na tumeonyeshwa upendo, na kusema ukweli ni upendo wa dhati. Tukaribisha. Zawadi ni hizi. Mimi nasimama hapa kuwashukuru kwa kukaribisha kwa boma hii. Sasa ni wakati wa kupeana kidogo ambacho tulikuja nacho. Naomba mkaribie muweze kuchukua zawadi hii. Moja kidogo kwanza. Yuko sawa.
Sada na simu deh. Fungua hii iPhone. Tukanyara batabange batuganyite ari amabuko tukabana amaboko uramanene Ndubai tubanyari bari mbuya mona zabatogenya batogene tiri tukolirire nyangi Ndubai tubanyari bari mbuya mona zabatogenya batogene tiri tukolirire nyangi Tukara buya mona zabatogenya batogeneke tukolirire nyangi ekani sige tuma Tukara buya mona zabatogenya batogeneke tukolirire nyangi ekani sige tuma Sabayiwano mwanja ye wiri tamayo mwana wakiro Uraweze moyama ukonya ribari Sabayiwano mwanja ye wiri tamayo mwana wakiro Uraweze moyama ukonya ribari Uyange twari okogo kubuso tumugirango Amuna sikiru wira nera muskucho Almoska ingia wanyurunga Urake juma musi taresa wacho mutinyo gakato Isaini na mbiri mito mwiwe Urake juma musi taresa wacho mutinyo gakato Isaini na mbiri mito mwiwe Tukare na bagagaria kablongi mito mwiwe Asenyangi ya rengego chagusi birwa Tukare na bagagaria kablongi mito mwiwe Asenyangi ya rengego chagusi birwa Kulita magyara kwa ne chitarasa ya kabulongi Bakari kanisa mito nchemba kabye Kulita magyara kwa ne chitarasa ya kabulongi Bakari kanisa mito nchemba kabye Amona baiburi baye na bagizangyono Kabatu wakoba mona baiburi baba wasi Bakari kanisa ya kabulongi Aige kanisa bata mwangi akabwata ni nyangi yao Eba nisige tumana wini tamagi Abantu boraka chinko bibagoroka bagotera Panisi mogende buya na magyo baba Abantu boraka chinko bibagoroka bagotera Panisi mogende buya na magyo baba Bakare bibiye kwa bikaera si kanisa Chikwana chiga kwanu aso morembe Bakare webiye kwa bikaera si kanisa Chikwana chiga kwanu aso morembe Abantu banzi n'abayibuli bakarwa okweli bagate bagenda buya n'omulembe Abantu banzi n'abayibuli bakarwa okweli bagate bagenda buya n'omulembe